Na msikilizaji, hapa ni Uncle Nas Simulizi. Kama hujasubscribe kwenye channel yangu, jiunge ili uweze kupata simulizi nzuri na ya kuvutia. Ukipenda unaweza niita Uncle Nas. Welcome kwenye hii bonge la simulizi la sarakasi. Mwendo wa saa 7 kasorobo, gari nyeusi liliingia kwenye huo mkahawa na likaegemezwa pembeni, kisha dereva akashuka na kwenda mlango wa nyuma na kulifungua gari hilo. Kukatokea mwanaume mrefu, mwembamba, mweupe, na alikuwa amevalia mavazi nyekundu. Na wakati huo kunaonekana ilikuwa siku ya wapendanao, yani Valentine. Kwa maana kila mtu alikuwa amevalia nguo nyekundu na kila mmoja alionekana mwenye furaha tele baada ya kukutana na kipenzi wa kibeti. Wakambo sema kibeti wa kibeti. Mapenzi nayo matamu kweli. Saa mwanaume huyo kutoka kwenye gari alionekana mwenye mawazo tele, na kabla hajaelekea kwenye huo mkahawa aligeuka na kumuita msaidizi wake, Alan. Yes boss. Na Alan alikaribia baada ya kuitwa na boss wake ambaye anaitwa Lucas. Boss Lucas akaongea, Alan, nenda kwa mzee Lukumba uchunguze binti yake atarejea lini, na nahitaji majibu sasa hivi. Baada ya Alan kuondoka, boss Lucas alielekea kwenye huo mkahawa. Alipoingia aliona kila mtu amevalia nguo nyekundu na kila mmoja alikuwa na mpenzi wake. Hapo ndipo aligundua kwamba kulikuwa siku ya wapendanao. Alitamani kuyavua yale mavazi, ila ishakuwa hivyo. Ndipo alitazama pembeni akaona meza ambayo haikuwa na mtu, ila hiyo meza kulikuwa na viti viwili. Akielekea kwenye hiyo meza akavuta kiti akaketi. Alipogeuza shingo upande wa kulia alimuona mwanadada mmoja, naye alikuwa ameketi kwenye meza ambayo kulikuwa na viti viwili. Alikuwa peke yake. Alikuwa hanavutia sana, alipendeza sana machoni pa Lucas. Lucas alimtazama sana kwa makini na alimtazama kwa mawazo ya hisia. Ndipo alishutishwa na sauti ya mhudumu, samahani mteja, nikuuzie nini? Lucas alishutishwa na sauti ambayo ilitoka nyuma yake, ilikuwa sauti ya mhudumu. Ndipo Lucas akageuka na kunyanyua kinywa chake na kusema, nilete kukuchoma na chips, ila isiwe na pilipili. Sawa. Mhudumu akaondoka akielekea pembeni ambapo kulikuwa na meza, ilikuwa na msichana mmoja hivyo. Samahani dada, unaagiza nini nikulete? Niletee kukuchoma, maji ya nanasi na chips, na uweke pilipili ya kutosha. Sawa. Mhudumu akaondoka. Kidogo akaitwa na manager ambaye ni counter kwenye huo mkahawa, ambaye anaitwa manager Lunza. Mhudumu alifika baada ya kuitwa na manager Lunza. Manager Lunza alianza kuongea. Triza. Naam, msikilizaji, mhudumu anaitwa Triza. Manager Lunza akaendelea, samahani Triza, unajua zile meza mbili ambazo zilikuwa zimesalia zina wateja, moja yao imepata mteja, na huo mteja ako nje ya Kenya, na huo mteja ni mtu mashuhuri sana kwenye hisani ya muziki. Nadhani atawasili leo, na ingekuwa bora ka atapata nafasi yake iko tayari. Na nimeona kati ya zile meza mbili ambazo zilikuwa zimesalia, naona ni kazi zimepata wateja, na kila meza iko na mteja mmoja. Naonelea ingekuwa bora wangekaa mahali pamoja ili meza lingine isalia ya huo mhudumu mwingine, huo mhudumu wa nje. Baada ya manager Lunza
kumwambia Triza alizungumuza. Ni kweli Manager Lunza, ila sijui ka wataweza kutuelewa vyema, ka wanaweza kaa pamoja ili hili mezingine ilipate nafasi la huo mhudumu mwingine. Triza aliongea hayo. Manager Lunza akainamisha kichwa chake na kuwaza, kisha akanyanyua kichwa chake na kuongea, Triza, wacha nitazungumza nao kwa utaratibu, wewe nenda ukuandalie vile vitu ambavyo waliagiza, wacha mimi nikazungumza nao. Manager Lunza akaondoka, akaenda kuzungumuza na wateja ambao walikuwa kwenye hizo meza. Ingekuwa bora waweze kukaa pamoja ili hii nafasi nyingine ipatikane ya huo mteja mwingine ambayo hako nje ya Kenya. Manager Lunza alienda kwa huo msichana ambaye alikuwa pembeni mwa Lucas kwenye meza nyingine ili aweze kuzungumza naye. Baada ya Manager Lunza kuongea na huyo mwanadada alimuelewa. Kisha mwanadada akasema, Manager Lunza, mimi sioni tatizo hapo, kwa maana mimi nimekuja tu kuhudumiwa tu faster na niende zangu. Mimi sioni tatizo hapo mzee wangu, nimekuelewa vyema. Baada ya Manager Lunza na huo mwanadada kuelewana, huo mwanadada alimuelewa Manager Lunza vyema sana. Kisha Manager Lunza akaondoka na kwenda kwa meza ya Lucas. Kisha akamsalamia, habari janangu? Salama sana mzee. Samahani nitakuudhi kwa hili swala ambalo nataka kuzungumuza. Hamuna tatizo mzee, wewe zungumuza tu. Lucas alimpatia nafasi Manager Lunza ili aweze kuzungumuza. Manager Lunza akaanza, samahani, unajua meza moja ndio ambayo ilikuwa imesalia haina mteja, na hiyo meza ilikuwa kati ya hii meza hii au ile meza nyingine ambayo ule msichana mwenye hapo nyuma yako amekalia, na nimeona itakuwa vyema muweze kunielewa, kwa maana ingekuwa vyema mngenielewa muweze kukaa mahali pamoja ili meza lingine liweze kupata nafasi la huo mhudumu mwingine. Lucas alifikiria hilo jambo, kisha akauliza, na ule msichana umezungumza naye? Ya, nimezungumza naye na amenielewa vyema. Akaniambia hamna tatizo, utaenda kukaa pale au ya kuja kaa hapa ili meza moja ipate nafasi ya huo mtu mwingine ambaye anakuja. Lucas akafikiria, akajiongeza kimoyo. Kweli mzee amekuja kwenye utaratibu na
si vyema nikirudisha majibu ambayo hayambatani na utaratibu ambao amekuja nao. Lucas akanyanyua kinywa chake na kusema, hamna tatizo, nimekuelewa. Ila akakatiza, akatulia. Lucas akasema, sawa, hamna tatizo, nitaenda kukaa kwenye ile meza nyingine. Sasa Lucas upande mwingine alifurahia sana, kwa maana yule mwanadada ni mrembo na angependa sana kukaa karibu naye. Kwa hivyo hilo swala halikuwa mbaya kwa Lucas. Kwa hivyo Lucas alinyanyuka na kwenda kukaa kwenye ile meza lingine. Lucas alipofika kwenye hilo meza, akamsalimia yule mwanadada. Samahani, habari yako? Salama. Unapendeza kweli kweli. Kusema kweli wewe ni mrembo. Na wewe ni mgeni katika haya maeneo ama vipi? Kwa maana ninavyokuona inaonekana wewe ni mgeni. Lucas alimuuliza yule mwanadada. Hapana, mimi si mgeni, ila mimi ni mwenyeji. Ni vile si mrahisi wa kuzunguka huu mtaa wote. Lucas akanyamaza kimya, kisha akanyanyua kinywa chake. Akauliza, samahani, kwanza huu unaitwa nani? Mimi naitwa Alima. Oh, Alima. Jina nzuri sana. Ina maana we ni Mtaita? Na Lucas alimuuliza Alima, kaye ni Mtaita? Alima akasema, kwani nini kinaonyesha kwamba mimi Mtaita? Lucas aliulizwa, kisha Lucas akajibu, kusema kweli ni vitu mingi sana kwako ambazo zinaonyesha kwamba we ni Mtaita. Kisha Alima akauliza, ni kipi sasa? Lucas akaendelea, cha kwanza ni jina lako, kwa maana jina lako linakufaa, linaonyesha kwamba wewe ni Mtaita. La pili, sura yako na mavazi yako yanaonyesha vile. Kwani mavazi tu, kuona tu mtu mavazi tu utajua huyu ni kabila fulani. Alima aliuliza Lucas. Lucas akasema, sio hivyo, ila hivyo tu ndivyo nimejijazia. Alima akasema, ya ni kweli mimi ni Mtaita. Umepata hilo, mimi ni Mtaita. Mudumutriza alifika kama amebebea sinia kubwa. Kwenye sinia kulikuwa na sahani mbili, na kila sahani ilikuwa imebebea kuku na chips. Pembeni kulikuwa na juice ya nanasi ambayo Alima aliagiza. Na ukumbuke msikilizaji, Alima aliagiza kuku na chips na iwe na pilipili. Naye Lucas aliagiza chips na kuku isiwe na pilipili. Kwa hivyo Mudumutriza alizishusha chini, akaziweka mizani, kisha akaondoka. Naye Lucas na Alima kila mmoja alichukua sahani ya kwake. Kwa hivyo haungeweza kutofautisha hiki ni chakula cha mwingine ama hiki ni cha mwingine. Kwa hivyo kila mmoja alivuta sahani ya kwake. Kisha Lucas juu alikuwa na njaa, alivuta sahani ya kwake na kuanza
kukishambulia kile chakula. Kidogo hivi akakitema chote chini na kuitisha maji. Yale maji ambayo yalikuwa karibu ilikuwa juisi ya Halima. Kwa hivyo Lucas alichukua faster na kuyamimina mdomoni. Saa Halima akauliza Lucas, kwani kuna tatizo? Tatizo ni nini? Lucas alinyanyuka kinywa chake, macho zimekuwa nyekundu. Saa hiyo machozi yanamlegea kwenye macho. Kisha akasema, hiki chakula kina pilipili na mimi sikuagiza chakula cha pilipili. Kwa maana mimi kwa maisha yangu sijaitumia pilipili mimi. Saa Halima alibaki akicheka huyo mwanaume. Ina maana unaogopa pilipili? Si ati naogopa pilipili, ila situmiangi pilipili. Lucas alijitetea hivyo. Kisha Lucas akachukua kijiko pembeni, akachukua kipande kidogo kwenye sahani ya Halima, kisha akakionja na kukula. Kisha akauliza Halima, uliagiza chakula gani? Halima akasema, hiki chakula ndo niliagiza, na niliagiza chakula chenye kiko na pilipili. Ina maana chakula changu ndo umechukua, kwa maana mimi niliagiza chakula cha pilipili. Hapo ndipo Lucas akagundua kwamba hichi chakula cha pilipili ndicho kilikuwa chakula cha Halima. Kwa hivyo alichukua sahani yake, sahani nyingine ambayo ilikuwa na pilipili, chakula kilikuwa na pilipili, akapatia Halima. Halima akakipokea na kuendelea kukula. Saa Lucas alishangaa sana, ila alitulia tu akaendelea tu kukula. Kisha baadaye akagundua kwamba alitumia juisi ya Halima. Akaitisha mhudumu akaleta juisi glasi 2. Wakakula. Halima akamaliza chakula chake, akanyanyuka akaelekea msalani. Kwenye msalani aligonga mlango wa kwanza, akaona nikaa huo mlango umefungwa, kumaanisha kuna mtu ndani. Kwa hivyo pembeni, next door, aligonga akaona mlango unafunguka wenyewe. Kwa hivyo kumaanisha hapakuwa na mtu kwenye hiyo choo. Kwa hivyo akaingia kwa ajili ya kumaliza haja yake. Kwa hivyo aliingia na alisikia sauti nikaa mtu anaongea kwenye simu, na hizo sauti zilikuwa sauti za mwanaume. Kwa hivyo alisikia huyo mwanaume akiongea kwenye simu, sikiza Janet, sikiza binti Janet Longo, nisikize kwa makini. Nimetaka hii kazi uifanye kwa njia inayofaa na utimize hii kazi, sawa binti Janet Longo? Sitaki muzaa. Sawa mkuu, nimesikia. Kwa hivyo hizo sauti zilipenya kwa masikio ya Halima. Halima alishindwa mazungumzo gani haya ambayo yana masharti magumu, yani masharti ya uzito fulani. Ila Halima hakuyafuatilia yale maneno kwa maana hayamuhusu. Baada ya Halima kumaliza shughuli zake, aliondoka kwenye hilo choo, na wakati huo yule ambaye alikuwa next door, wakati huo naye alikuwa anaondoka. Kwa hivyo Halima alimuona mwanzo akichomoka kwenye hilo choo, naye alikuwa ana haraka sana. Kwa hivyo hangeweza kupoteza hata dakika moja. Alichomoka na kwenda zake, na Halima alimtazama, ila Halima hakushughulika na yeye. Halima aliondoka akarejea kwenye meza ambayo alikuwa Lucas. Alipofika akachukua begi lake na kutaka kuondoka. Kidogo Lucas akamwambia, samahani Halima,
naomba unisaidie namba yako, kwa maana najua saizi uko kwa haraka hataweza kuzungumza. Ina maana husi muda unafaa mimi nawe kuzungumza, ila nipe namba, nadhani itakuwa rahisi mimi nawe kukutana ili kuzungumza kila ambacho nahitaji. Lucas aliweza kuzungumza hayo, naye Halima akatazama kajiongelesha, kweli kijana ni mtanashati uzuri. Na baada ya Halima kutafakari hayo, alichomoa simu yake kwenye kipochi, akaandika namba kwenye screen ya simu yake, kisha akaielekeza kwenye Lucas. Lucas akaona hizo namba, naye akatoa simu yake na kuziandika na kuzisave. Kisha akapatia Halima pia namba zake. Baada ya Halima kubadilishana namba na Lucas, kugeuka aliona watu wakishangilia. Kila mtu alikuwa amesimama na kupiga makelele na kushangilia kwa ushindi. Na alipotazama nyuma, alimuona Nick akiingia kwenye huo mkahawa kwenye jukwaa. Nick ni mwanadada mrembo na ni mwanamuziki mashuhuri. Alipitilizia hadi kwenye jukwaa la huo mkahawa, akakaribishwa na kupatiwa kipasa sauti. Mashabiki wakanyamaza, mashabiki wake kila mtu. Kisha Nick akaanza kuzungumza. Asanteni mashabiki zangu, na nawashukuru sana kwa dhati, kwa maana mmeweza kusimama na mimi mara sijaweza kutingika kwenye sana ya muziki, kwa maana juu yenu kunishikilia. Nawashukuru sana na kuwapongeza, kwa maana nyinyi ndio msingi wangu wa kusimama hapa mbeleni. Na leo hii nashukuru Mungu kwa kunifikisha kutana na mashabiki wangu. Kwa hivyo Nick alizungumza hayo yote kwa kuweza kupongeza mashabiki zake. Kidogo nyimbo zikatanda kwenye screen na kuanza kutumbuiza. Na Halima na Lucas walikuwa wakimtazama. Nyimbo ikaanza kutanda. Nakupenda malaika, nikiwa na wewe siwezi juzuia. Nakupenda malaika, nikiwa na wewe siwezi juzuia. Kweli nyimbo ilivutia kila mtu, na nyimbo iliingia kwa kila moyo ya kila mtu. Na Halima na Lucas, hiyo nyimbo iliwaguza. Sasa Lucas na Halima walibaki wakitazamana kwa hisia fulani hivi kupitia kwenye huo wimbo. Kweli Nick aliimba nyimbo mingi, aliimba za Kizungu, za Kiswahili, za mapenzi. Kweli watu walivutiwa sana. Baada ya kukamilisha hilo zoezi, Nick alishuka jukwani. Kidogo alimuona Halima, akamuita Halima. Halima akageuka akamtazama, kisha wakakutana na kusalimiana na kukumbatiana. Halima, ulipotelea wapi? Msikilizaji, tukutane sehemu ya pili tujue kipi kiliendelea. Jiunge nami, nitashukuru sana. Niite Anko Nasi Simulizi.